ukileta matoleo sasa mnaanza kutoa kwenye bahasha. Halo, waaziri kuna kitu kinaitwa loose money. Mara nyingi tunabaki kanisani na vingine. Kama umetoa 500, umetoa 200, umetoa 1000, omba bahasha. Bahasha haziuzwi, zinachukuliwa conference bure. Zikifungua mwanzini atanipigia simu ananiambia pastor, tunaomba nini? Bahasha. Una 200 yako, una 500 yako, una 10,000 yako, una 5,000 yako, una shilingi 2,000 yako, weka ndani ya bahasha na itakadiriwa vizuri kwamba haya ni matoleo ya zaka pamoja na nini? Na sadaka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haya ni machache ambayo ningependa kuyakazia, lakini basi la mwisho ambalo niliseme, tunalo juma la vijana ya kuongea na watumishi hawa wa Kanyama Central juu ya ushauri ambao ningeutoa kwa ajili ya vijana wa kizazi kipya. Kipo kizazi kipya, wanasema kabla ya mwaka 1947, mimi napenda vita ya zamani walikuwa wakipigana, mvua ikinyesha bunduki zinaroana. Kwa hiyo mpaka mvua iishe ndio bunduki inafanya nini? Inatumika. Walikuwa kama vita iendelee, wakati wa vita mvua ikinyesha, wenye mkuki, wenye mshale, wenye kisu ndio wanagombana, lakini bunduki zile zinakuwa zimeroana, hawawezi wakazitumia. Kwa hiyo vita za zamani ziliathiriwa sana na hali ya hewa, ndivyo jinsi ambavyo inasemekana. Ila mwaka 1947 bwana mmoja, nafikiri mnamfahamu, kama hujamsikia, anaitwa Kalashnikov. Kalashnikov yeye alitengeneza bunduki ambayo leo tunaita AK47, ikiwa inaitwa automatic Kalashnikov 47, ikimaanisha automatic ni bunduki ambayo iko automatic. Kalashnikov ile K ni jina lake, alafu ile 47 ni mwaka bunduki ilipotengenezwa. Wakasema imetengenezwa bunduki ambayo hata ukiwa majini unaweza ukapiga risasi, hata mvua ikinyesha mnaweza kuendelea kupigana. Na wakaisifia, wakasema bunduki ya sasa hivi ni hatari, inaangamiza, mambo yanaenda vizuri, vita zinaenda kama kawaida. Hiyo AK47 ilivyotoka na mambo mengine yakaendelea, na bunduki nyingi zimeendelewa kuzinduliwa, na hata mpaka leo vita, mtu anaweza akawa anapigana vita, yuko hapa, lakini anapiga watu wa Israeli, anapiga watu wa Marekani. Utaratibu na maendeleo yameendelea sana kwa upande wa vita. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndivyo ilikuwa na zamani. Inasadikika mtindo wa maisha wa zamani una utofauti mkubwa na huu mtindo wa maisha wa kizazi kipya. Naelekea mwishoni, nisikilize, maana naenda kutoa ushauri. Nisikilize vizuri, hapa ndipo nataka kuweka point yangu. Jinsi walivyoishi watu wa zamani imedhihirika baada ya uchambuzi mkubwa na research nyingi kufanyika, kwamba kuna mpasuko wa maadili, kuna mpasuko wa namna ya maisha kati ya watu wa zamani na watu wa sasa hivi. Kuna utofauti mkubwa wa kupata fedha, na mwandishi mmoja anasema tuko kwenye kizazi cha waigizaji, kizazi cha wanapropaganda. Kizazi kimebadilika, yaani vijana wa sasa hivi, namna mtu anavyopata ndoa, namna mtu anavyopata fedha, namna mtu anavyopata utajiri, namna mtu anavyoyatafuta maisha, kuna mpasuko mkubwa hapa katikati unawatofautisha watu wa zamani na watu wa kizazi cha sasa. Na ndivyo wachambuzi wa maandiko wanapoenda mbali, wanasema hatutegemei kama kizazi cha sasa kitapata furaha katika yote wanayoyafanya. Wacha niwaambie, yaani watu sasa hivi wanafunga ndoa, lakini wanapofunga ndoa hakuna anayesema heri. Hivi karibuni utawaona wanaachana. Mtu sasa hivi utamuona anakwambia nimefungua duka, nina biashara Kanyama, hakuna anayesema. Muda sio mrefu biashara itaanguka. Na tatizo liko kwenye namna alivyoipata biashara. Unawaona watu sasa hivi wanasema bwana nimejenga ana nikatifamu nimepata. Muda sio mrefu utakaona kanaleta matatizo. Kuna namna ya uchungu umeingia kwa wanadamu leo, hasa kwa kizazi hiki ambacho kinaitwa kizazi kipya. Sasa katika somo langu la leo tutaangalia kizazi kipya kimeanza lini kwa ufupi, alafu tutamaliza ni ushauri upi tuutoe kwa wakina Gen Z hawa ambao wanaitwa Generation Zoomers. Nilisikia hapa kuna mzee anaitwa Gen Z, mzee anaitwa Gen Z, nikapenda sana hilo jina.
Nikasema, je, unajua ni jina hatari kuitwa hivyo? Je, unajua ni hatari ukisikia huyu ni mtoto wa kizazi kipya? Sasa hivi hadi mimi naogopa nikisikia mtu wa miaka fulani anaoa, nisidanganye, haki naogopa kabisa. Naogopa maana mengi yametabiriwa. Sasa tuingie katika somo letu tukitoa mambo machache ambayo yanaonekana. Kipo kizazi kipya ambacho wengi wamekiita jina Gen Z, kizazi kipya. Na kama hukujua, Gen Z imeisha mwaka 2010. Kikazaliwa kizazi kingine kinaitwa Gen A, na sasa hivi tuna kizazi kinaitwa ilikuwepo Gen Alpha, ilikuwepo millennials pia wamerudi. Na wengine mzee, Gen Z ni kama 2010. Maana ni tabia hizi. Haya majina ni tabia. Haya majina sio jina limeitwa tu, ni tabia zilizoonekana kwa namna fulani zikaitwa hivyo. Sasa inasadikika dunia mpaka kufika leo kwenye hiki kizazi cha Gen Z na wengine wanaoendelea ni kama imepitia vipengele kama 4 tofauti ambavyo watu wake walikuwa wana tofauti za kimaadili na kiutendaji. Yaani nimesema nafupisha, ningekuwa na muda ningeeleza. Huu ni uchunguzi haujafanywa na wasomi wa Biblia. Umefanywa na wasomi wa saikolojia, watu waliosoma mambo ya sayansi ya jamii. Walipoanza kufanya research wakasema jamii yetu inabadilika kwa kasi kiasi gani. Imesadikika kuna vizazi kama 4-5 vimepita ambavyo vimekuwa vikitofautiana kimaadili. Sasa kwa haraka, maana sivielezei na muda wangu naona nina dakika kama 15 hivi niweze kumaliza. Wanasema wamekuwepo watu, kilikuwepo kizazi inaitwa kizazi cha ukimya, silent generation. Hiki ni cha watu wa miaka ya 1928 kwenda mpaka 1945. Wanasema hicho kizazi walikuwa ni wakimya. Walikuwa ni kipindi ambacho dunia ilikuwa kwenye anguko kubwa la kiuchumi. Tunafahamu miaka 1933 kuanzia 31 hapa 28 kwenda mpaka 33 limekuwepo anguko kubwa la kiuchumi Marekani na duniani kote. Ilipofika miaka 1949 vita ya pili ya dunia ikapigana. Sasa wanasema ni kipindi ambacho maisha yalikuwa ni magumu duniani. Vijana na watu wa kipindi hicho walikuwa ni wakimya, wanadili na maisha. Hizi porojo na nini hawakuwa nazo. Hakikuwa ni kipindi cha siasa, wengi walijikita katika ukimya na kutafuta maisha. Ila baada ya vita ya pili ya dunia ikawa imekwamisha, UNO imeanzishwa, ulinzi umepatikana, kikaibuka kizazi cha vijana ambao maadili yametofautiana kabisa na hao wa huku nyuma. Sasa sio tena kizazi cha vijana wanaoitwa wakimya, wakaitwa baby boomers. Sasa baby boomers ni kama watoto legelege wanaodekadeka, maana hali ya maisha imebadilika. Maisha yamebadilika, mavijana yanaanza yanakuwepo, lakini vilegelege kidogo yanatofautiana na hawa waliokuwa kipindi cha vita. Maisha yalikuwa ni magumu, wanawaza, hawana porojo. Wakazaliwa watoto wenye porojo.